Pale tulipoishia ndipo tunaendelea. Bila kupoteza muda, tunamwona mtu akiwa anamsaidia mtoto wa Niro na kumbeba kuondoka naye, huku akiwa amembeba mgongoni. Kipande kinachofuata tunamwona Sandra na Machibia pamoja na Sauda na Chenga. Sauda akiwa anahimiza harusi iweze kufanyika haraka haraka, huku Sandra yeye anaonyesha kufurahi bila kujua kuwa anajichimbia kaburi yake mwenyewe. Katikati ya mipango, mara katokea binti na kuambia kuwa pilau la yatima ni bora kuliko pilau la harusi ya Sandra, kisha na kuondoka zake. Sauda kama kawaida yake atajichekesha kisha kupotezea mada na kuendelea kusisitiza harusi ifanywe haraka haraka. Sikilizeni mami, maneno ya waja tu yasitoe kwenye reli. Unajua kuna vita inapigana, yani watapigana lakini watashindwa. Kwa hiyo tutoka kwenye ndoa. Bwana wewe, huku Suzi hospitali zinakuja taarifa njema tu kwamba amejifungua mtoto wa kiume. Unaambiwa baba yake Suzi alifurahi mpaka alitaka kujikojolea, yani hakuamini alichoambiwa na dokta. Anashukuru mara mbili. Sasa daktari, chawi hauna huruma wala busara. Yani huku Samulata anaonekana kumnyonga mtoto wa Suzi na kunuia kuwa afe kabisa, eti kisa mwanawe kawachizi. Basi anahitaji na wakina Suzi wapitia maumivu kama anayopitia yeye. Kweli chawi ina maana. Amesahau kabisa kama huyo mtoto ni damu ya mwanawe. Bwana, katikati ya furaha, majonzi yanaibuka pale dokta anapokuja na taarifa mpya kwa babake Suzi na kumwambia kuwa imekuwa ghafla, mtoto amekakamaa na kupoteza maisha. Mzee alishangaa ghafla, vilio vikaanza kushamiri maeneo hayo. Dunia haina huruma. wewe amefariki. Uganga wa majini kina mama una taabu, nipande mlima nikawaone wanangu, nimechimba dawa kumbe mti si wa kwangu yawa, nimechimba dawa kumbe mti si wa kwangu, nimechimba dawa kumbe mti si wa kwangu yawa. Uganga wa majini kina mama una taabu, nipande mlima nikawaone wanangu, nimechimba dawa kumbe mti si wa kwangu yawa, nimechimba dawa kumbe mti si wa kwangu, nimechimba dawa kumbe mti si wa kwangu yawa. Uganga wa majini kina mama una taabu, nipande mlima nikawaone wanangu. Heshima yako tabibu wangu, nimekuja na mtoto hapa. Binadamu wabaya.
Sitaki masiara kabisa hapa. Nitanyofoa roho ya mtu. Nitatoka na roho ya mtu. Hapa leo ndani haingii mtu yoyote. Yaani humu haingii mtu. Tumalizane hapa hapa. Unanikosea sana mama. Nahitaji kujua nini sababu ya kifo cha mke wangu. Na mtoto wangu yuko wapi? Nilo, usinipande kichwani. Hilo swali nikuulize wewe. Kwanza wewe umemfanya nini mwanangu Sara? Maana jana amekuja hapa anaumwa tika. Tena amekuja bila hata mjukuu wangu. Halafu unakuja kuniuliza ushubwada hapa. Wewe utapotea sasa hivi. Mama, jaribu kutoa ushirikiano. Huyu ni mumewe unajua Mgeni Shababi. Unathubutuje kuingilia vita ya wenyeji wewe? Wakati wewe mgeni tu hapa, tena mgeni kabisa, hata ujulikani. Mwangalie kwanza alipokonda. Utafikiri wanambia machoni. Na kuheshimu. Tena usitake tuvunjiane heshima. Utoe huo mwili wa Sara, twende tukazike kwa mumewe. Kwa nini unapinga Sara asizikwe kwa mumewe wakati huyu Sara ni mke wake halali? Huyu mtoto yupo kwenye changamoto kubwa sana. Chukue mpeleke ndani. Umemtoa wapi? Nilikuwa natafuta dawa. Nikasikia sauti ya mtoto naomba msaada. Mke wangu. Jimizi. Shida gani? Niambie basi mwache. Nini tumbo? Daktari, mimi nafikiri Mwenyezi Mungu ameshaamua kuchukua kifo chake. Hata iweje, hatuwezi kubadilisha. Pole sana babangu. Hiyo yote huwa ni mpango wa Mungu. Kwa hivyo nakuomba usilie. Asante daktari. Sasa mimi nilikuwa nina ombi moja tafadhali. Inawezekana labda ikawa iko nje ya utaratibu wenu, lakini kweli nilikuwa naomba niweze kuondoka na kile kichanga, kwa sababu ni laani, yaani ni mwiko mkubwa kabisa kuzika nje au mbali na pale nyumbani. Ni kweli babangu, kama ulivyosema,
kila ofisi huwa zina taratibu zake. Kwa hiyo hata sisi hapa tuna taratibu zetu. Hivyo basi tunaomba ufuate masharti na vigezo vya hospitalini kwetu. Ila mama yake bado akapoteza fahamu baada ya kupewa taarifa ya kifo cha mwanae. Hivyo basi tumempumzisha. Lazima mwanangu apoteze fahamu. Wewe daktari, ile mimba amehangaika nayo sana. Kwa hiyo ataendelea kuwa kwenye mapumziko kwa muda gani labda? Mpaka pale atakapozinduka. Maana mpaka sasa hivi bado hajazinduka. Pole sana Bwana Mshindo. Najua umekuuma sana. Lakini yote ni mpango ya Mungu. Nimesema nitolewe huyo kinyago wako hapa nyumbani kwangu. Hivi wewe Machibia, unataka niongee na nini ndio uweze kunielewa? Nimeshakwambia huyo mwanamke huyo mimi sitaki kumuona hapa nyumbani kwangu. Lakini umeenda huko umejikusanya umemleta. Naona wewe uelewe. Nikiongea yanaingilia huku yanatokea huku. Sasa usidhani unanizidi mimi. Sio kwa sababu una hizo ndevu zako kama mimi ukazani kwamba ndio umeshakuwa mkubwa. Siku zote sikio halizidi kichwa. Machibia, nitakupasua. Oho! Hivi mzee, kwani siku zote unashindwa kubadilika? Lakini wewe kila siku nakwambia mzee, ishi kitulisiti, ishi kigadami mzee, lakini nashindwa kuelewa. Hapo kuna kitu kimoja najiuliza. Hivi wewe sio baba yangu wewe, si ndio? Kama ungekuwa baba yangu, kwani alifanya vituko kiasi hichi? Sasa nimemleta hapa. Na hapa ndo nyumbani kwetu. Na ndo sehemu sahihi ya kuja kutambulishwa. Wewe unataka mimi nimpeleke wapi? Nikamtambulisha wapi Sandra kama sio hapa? Eti unataka nimpeleke wapi? Ina maana wewe hujui kwa kumpeleka? Mpeleke kwao. Nimeshakwambia sitaki kumuona wewe kinyago hapa nyumbani kwangu. Nikifumba macho nikifumbua sitaki kumuona. La sivyo tunakoelekea sasa hivi nitakupa lazi. Gadamiti mzee, hapa Sandra ondoki na hapa ndo kashafika na hapa ndo nyumbani kwao. Hatoki mtu hapa. Hivyo mtoto umechanganyikiwa unang'ang'ania kuoa. Wewe hiyo familia unaijua au unashobokea tu? Unadundia midundo, si ndio? Sasa subiri nikuonyeshe au nikupe lazi. Bado